Mwaka 2026 ulikuwa ni mwaka wa baraka sana, hasa kwa wale wapenzi wa movie za science fiction na zikiwa zinawahusisha superheroes. Na kuna movie nyingi sana kali ambazo zimetoka mwaka huu. Ukiangalia movie kama Supergirl, movie kama Spider-Man Brand New Day, lakini pia kuna series ya The Boys na movie zingine nyingi sana za superheroes ambazo zimetoka mwaka huu, including na animation zile ambazo watu wengi pia wamekuwa wakizipenda. Tumebarikiwa iko kitu. Lakini movie inapotoka kuna mambo mawili: movie kufanya vizuri au movie kufeli kwa wakati fulani. Sasa tumekuwa na orodha nyingi ya movie ambazo zilizofanya vizuri, hasa superheroes, kutokana na ile icon ambayo tayari wameshaitengeneza kwenye jamii, inakuwa inawabeba sana. Lakini hii imekuwa tofauti sana kupitia movie ya Supergirl ambayo imetoka mwaka huu, mwaka 2026 hapo mwezi Juni. Sasa ni movie ambayo tulikuwa tunategemea labda inaweza ikaja ikacompete na movie ya Spider-Man Brand New Day, lakini imekuwa tofauti sana. Movie ya Supergirl imekuwa na mapokeo mabovu na kufanya vibaya hasa kwenye box office. Na sio peke yake, sio movie ya kwanza kufanya hivyo. Kuna movie nyingi sana ambazo zimeshawahi kufanya hivyo, lakini hii imekuja kuwa ni ya mshangao kutokana na character husika ambaye amebeba hiyo movie. Kama unavyojua, ukizungumzia DC Universe basi unawazungumzia character wale wakuu, ikiwemo pamoja na Superman, lakini pia kuna Batman na character wengine. Lakini hawa wawili wamekuwa wakibeba sana ile sura ya DC. Kama unavyozungumzia MCU basi unamtaja Spider-Man, unamtaja Iron Man, sometimes Captain America, lakini character wakubwa kabisa kwenye ulimwengu wa MCU, hapa namzungumzia Superman, hapa namzungumzia Iron Man pamoja na Spider-Man. Sasa ni kitu ambacho kimekuwa kimewauliza maswali watu wengi sana, hasa wapenzi wa movie, ni hii movie ya Supergirl imekutana na kitu gani ambacho kimefanya hii movie ikafeli? I know kuwa movie mpaka inafeli inakuwa na vitu vingi sana, sio kitu kimoja. Inaweza ikawa sawa upande wa promo, lakini pia inawezekana pia upande wa ushawishi husika wa hiyo movie kutokana na character labda ambaye amecheza hiyo movie na vitu vingine. Kama unavyojua, watu wengi sana wamekuwa wakihoji sana kuhusu kitendo cha DC kwa wanabadilisha sana character wa Superman na kuondoa ile identity au kuondoa ile nafasi ya character kuweza kusomwa na muda mrefu sana na mashabiki. Hiki ni kitu ambacho watu wengi sana wamekuwa wakikilalamikia sana, hasa kwa upande wa movie za DC. So sasa naenda kukutajia baadhi ya movie ambazo zimeungana au zimekuwa hapo muda mrefu hata kabla ya movie ya Supergirl kujiunga kwenye baadhi ya movie zile ambazo hazijafanya vizuri hasa kwenye box office. Movie ya kwanza ni The Marvels, ambayo hii pia inatoka kwenye kampuni ya MCU. Hapa nazungumzia Marvel Cinematic Universe. Lakini pia movie ya pili ni movie ya Morbius, lakini pia hawa Morbius wako kwenye upande wa Sony na sometimes huwa wanafanya kazi pia na MCU kwa sababu tayari hawa jamaa walishawahi kuwa ni kitu kimoja. MCU pamoja na Sony wameshare vitu vingi sana, hasa kwenye character, ikiwemo character yao pendwa kabisa ya Spider-Man pamoja na Spider-Man Universe. Lakini pia movie nyingine ni movie ya Shazam, ambayo hii imetoka mwaka 2000 na nimesahau kidogo, lakini Shazam 2. Lakini pia ni movie ambayo haikufanya vizuri sana sokoni. Lakini movie ya tatu ni movie hii hapa, movie ya Supergirl, ambayo imetumia pesa nyingi sana kuproduce, lakini pia hizo pesa zimeshindwa hata kurudi kutokana na kwamba movie haijafanya vizuri kabisa sokoni. So movie ikiwa imeflop huwa ni mbaya? Kwa upande wangu Alpha Times nasema no, movie inaweza ikawa bado ni bora na ni nzuri, lakini mapokezi yake pia yakawa si mazuri kama vile jinsi watu walivyokuwa wanatamani kuiona hiyo movie husika. Sasa kama tayari umeshacheki basi movie ya Supergirl, drop comment yako hapo chini, pia unipe mtazamo wako. Una mtazamo upi juu ya hiyo movie husika? Je, ni movie ambayo ni nzuri lakini tu haijapata fame kwenye jamii, au ni movie ambayo kweli jamaa walizingua? Na niambie walizingua sehemu ipi? Lakini pia kama bado hujaicheki basi take time yako, nenda cinema pale unaweza ukaicheki vizuri. Lakini pia kama hujaipata nafasi ya kwenda cinema kwenda kuicheki, kuna digital platforms nyingi sana ambazo sasa hivi zinaonyesha movie. Go there and check it. Alpha Times, mpaka wakati mwingine, bye bye.